Kaja. Tutaonana kesho. Maana bibi mkubwa ananipigia sana. Subiri basi kwanza na mazungumzo na Emma then nakusindikiza. Hapana, wewe ungemsindikiza tu, sisi hatuna harakati, tutakuja siku nyingine. Sustini. Wade. Yes. Pita kwa tukachukua pikipiki. Ndio maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi pili la kweli, shiringi ishumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine wengi wanateseka kukosa thamani yote shilingi. Inavunjisha imani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabala. Ishina kisimani wanadini tena majera. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja, imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi Usijali Mr. Kelvin. Amesharudi nyumbani salama tu. Sijui tu alikuwepo wapi, ila nashukuru kwa juhudi zako. Unaweza kuniambia alikuwepo wapi? Nilikuwa kwa rafiki yangu. Rafiki yupi? Hauwezi kumjua.
Unajua umenipa wasiwasi kiasi gani? Si nilishakubaliana na wewe ukitoka ofisini ni moja kwa moja nyumbani? Mama, nina miaka 25 sasa hivi. Mimi sio mtoto mdogo kiasi cha kuniendesha namna hiyo. Oh. Unaona miaka 25 ni mingi Unahisi unajua kila kitu chini ya jua, sio? Kwa sababu tu una miaka 25. Unajidanganya wewe David. Hauna chochote unachokifahamu. Sina ninalolifahamu kwa sababu haunipi nafasi ya kujifunza na pia haunisikilizi. Siwezi kuwa kifungoni kwako kila siku. Sina maisha mengine nje ya hii nyumba. Sina marafiki, nipo tu kama mtoto yatima. Auntie, naomba nisaidie kuongea na huyu mtoto. Maana ninamuelewesha mpaka nachoka lakini hataki kunielewa. Mwache kwanza kapumzike. David, nenda kapumzike. Hebu jaribu kujiweka position ya David. Utajua ni maumivu gani ambayo anayapitia. Unahisi mimi nina moyo wa ganzi? Unahisi mimi siumii? Naumia auntie. Kila nikifikiria kuwa naweza nikampoteza David kama nilivyompoteza ndugu yake. Najua Alice. Lakini unatakiwa ukumbuke kwamba mtoto hawezi kuwa mtoto siku zote za maisha yake. Kwenye familia nyingine David ni mtu mzima. Anarudi nyumbani na watoto wanampokea. Lakini bado unamtreat as if ni katoto kama miaka 10. That's not right. Na kitu kingine unachotakiwa kujua ni kwamba yaliyopita yalishapita. Like 20 years back. David hakuwepo. Hajui chochote. Binafsi sioni sababu ya kumwadhibu kwa dhambi ambayo haimuhusu. Wala nia yangu sio kumwadhibu auntie. Huyo ni kijana. Chochote utakachokifanya, yeye anaona unamwadhibu. Jaribu kumpa uhuru mwanao. Aangalie maisha yake kwa jicho lake mwenyewe. Najua ni changamoto kwa mzazi kukubali ukweli. Lakini unachotakiwa kujua ni kwamba David ni mtu mzima na anatakiwa kuanza maisha yake. Edina, wewe leo huli? Sijisikia miakula mama, nitakula asubuhi. Kuna tatizo gani? Hamna tatizo. Nimechoka tu. Nitakula asubuhi mama. Kama kuna jambo linakutatiza, usinifiche, niambie tu ukweli. Kweli mama, hamna jambo. Sawa. Chakula chako nimekuwekea hapo jikoni. Kama utabadili maamuzi usiku na kujisikia kula, basi utakula. Asante mama. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Hebu niambie, ishu ya David imefikia wapi? Jana. Unaonekana una wasiwasi sana. Uniamini? Swala ni sio kuamini au kutokuamini. Ni kutaka kujua tu imefikia wapi. Sikozi hata Mahariri anataka. Na Mosi tulikubaliana kuwa atakuja nyumbani. Na akija tu habari yake tukomekwisha. Ni Mosi akishakutwa. Ila
Na shida na pesa kidogo. Okay. Unajua sina hela kwa sasa. Nasubiria mshahara. Lakini kama utamtumia David vizuri, utakuwa tena na haja ya kuomba pesa. Asante. Baby. Yes. Baby. Leo tutalala wote. Usijali. Hatuwezi kulala wote. Leo tutatoka. Ina maana hivi kanchukuliaje huyo msichana? Kaniona mimi sina akili ya maisha, tamuonyesha. Mr. Calvin, naomba unisamehe kwa kilichotokea jana. Sikia nikwambie. Hauna haja ya kuomba msamaha kwa sababu wewe ni bosi wangu. Una uwezo wa kufanya chochote kile ambacho unajisikia. No, sikufikirii kama unavyonichukulia. Wewe kwangu kama ni mzazi vile. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, huna haja ya kuomba msamaha. Wewe fanya kile ambacho unajisikia wewe, unakiona sawa, wewe fanya. Mimi nipo tu kama kibaraka wako hapa. Mimi sitoweza kurudia tena. Kama ungekuwa unalijua hilo, basi ungenitumia tu hata SMS. Ungenijulisha kuliko unakaa tu unaniacha miro juu. Napata shida kutafuta, nahangaika, nasumbuliwa na mama yako. Maana nimekuwa tu kama mpumbavu, unaniona mimi mpumbavu. Samahani, na ndio maana nikasema sitoweza kurudia tena kwa hiki ambacho kilichotokea jana. Haya, ulikuwa wapi? Nilikuwa Manzese kwa Saja. Manzese? Ndio. Umekuonaje? Pazuri, nimepapenda. Umepapenda Manzese wewe? Ya. Manzese huijui wewe. Ukiijua Manzese na adha zake, sidhani kama utapapenda. Nimepapenda. Watu wengi wanapiga story, vijana wenzangu, watu wamekaa mitaani. Fujo za watoto nimezipenda. Hakuna mtu ambaye amekaa getini kama ninavyokaa mimi kufungiwa ndani. Haya bwana. Yamekwisha. Michael. Ndio maana jana nikakuuliza kama kuna tatizo, useme ili tujue kusaidiaje. Tatizo gani? Hivi binti mzuri kama Edina, chombo kama kile, anasema anakupenda alafu unampotezea kweli? Afu labda mimi nimuulize tu jambo moja. Hivi kama kweli wewe umpendi Edina, ni kwa nini ukaenda kuwashambulia wale vijana wanataka kumbaka? Na nyinyi mlomsaidia sibakwe, je, mnampenda kimapenzi? Acha kugeuza maneno. Nijibu kwanza swali langu. Sikia, anza kujibu wewe swali la kwangu alafu mimi nitajibu swali lako. Hivi kwa mfano, unatembea usiku unakutana na mtu anawaka moto, anaungua, alafu akaomba umsaidie. Hivi utamsaidia au utamwacha ungue? Bwana, swali jepesi sana. Nitamsaidia, kwa nini nisimsaidie? Sasa hicho ndicho sisi tulichokifanya kwa Edina, ambacho ni binadamu. Kila mtu yeyote anaweza kumsaidia binadamu yoyote, ila wewe ulikuta tukio limesha kuisha na ukawatafuta wale vijana na ukawafanyia matukio. Kama sio mapenzi yalikusukuma ni nini? Butale, ngoja nitumie mfano wako huo. Kwa mfano, namsaidia mtu amechomwa moto, alafu unamuuliza imekuaje mpaka amechomwa moto, anakujibu kuna mtu anachoma watu moto maksudi. Je, utaenda kupambana na mshikaji au utamwacha endelee kuchoma moto watu wengine? Wewe kazi yako ya kuzima tu. Sikiza niseme kitu kimoja. Hem, twende tukatafute kibarua cha kufanya. Sasa mimi sielewi. Naona mnanivuruga tu akili yangu. Sikieni. Nyie nendeni, mimi kuna sehemu nawahi kwa. Sehemu gani? Taambia baadaye. Ila Michael, chonde. Usije tena ukaenda kushambulia watu huko, ukaishia jela.
Hivi nyinyi mmeniona sana mimi chizi ya kushambulia watu ovyo kila siku, si ndio? Sasa wewe sio chizi. Yaani tena wewe ni chizi majinuni. Edna anasema anakupenda, alafu unampotezea. Unachoogopa ni nini sasa? Alafu huyu itabidi tumpeleke kwa Chidi kwanza. Akapewe darasa. Wewe. Akapewe darasa kidogo. Wewe. Mimi nipewe darasa mimi mshamba, umesikia babu? Baadaye ba. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Vipi? Bi mkubwa wako haja kugombeza? Hamna. Hajasema lolote ila Mr. Kelvin ndio alikasirika zaidi. Yaani sivuti picha alipokutafuta jana. Na hicho ndicho kilichomkera. Ni bora tungemwambia tu tuko wapi. Okay, mimi utafiti wangu nimeumaliza. Hivyo nimewakabidhi wenzangu kazi ili waanze kuandika rasmi. Okay, jambo jema. Wakimaliza utanitumia kwa ajili ya kupitia. Sawa. Sorry. Vipi? Kwema? Ya, kwema kabisa. Okay, mimi nahisi unaweza kwenda kuendelea. Michael yuko wapi? Ametoka mara moja. Kuna jambo ameenda kufuatilia lakini atarudi baadaye. Sawa, mkimaliza hapo nendeni store mkachukue ile majembe, malizie kazi yenu iliyobaki. Hamna tatizo. Edna kawa tu leo kamepoa. Yaani yoyote ni kwa ajili ya Michael tu. Utale. Fanya mambo yanayokuhusu. Masuala ya Edina na Michael waachie wenyewe. Toka hapa na wewe ndio maana una akili wewe. Penta. Na kulima kweli. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Kumbe wewe na Wema ni wapenzi? Hapana. Bado sio rasmi. Sio rasmi ni kivipi? Bado hajaniambia kama amenikubalia au la. Ila nahisi jana alikuja kwa ajili ya kuniambia hilo. Okay. Take this. Naomba ufanye kama nilivyokuagiza. Basi sawa. Acha mimi nikaendelea na shughuli zangu. Asante. Karibu tena bwana. Sasa. Mjomba, kama bado una hasira na mimi naomba unisamehe. Mimi nilishakubaliana na shangazi yako kwamba ule ulikuwa ni utoto, ila ulisema kuna jambo unataka nikusaidie. Ni jambo gani? Ni kweli mjomba, kama hautojali nilikuwa nakuomba nikusaidie hapa dukani nipate uzoefu
ili na mimi hata baadaye nifungue sehemu yangu. Ni wazo zuri, ila nitaka kujua kwa nini umefikiria hivyo? Siwezi kila siku kulima mashamba ya mkude maisha yangu yote, na mimi nataka nijiendeleze kiuchumi badala ya kupata pesa ya kula. Kweli sasa hivi umekuwa, ila sasa mimi hapa siwezi kukuajiri. Labda cha kufanya ni kununulie pikipiki ili uwe unaendesha, utaletea hela yangu kidogo kidogo mpaka itakapofikia pesa yangu kuisha, itakuwa ya kwako. Nitashukuru sana mjomba, yaani nitashukuru sana kwa kunisaidia. Usijali mwanangu, wewe bwana ndo mjomba wangu. Mimi nataka uachane na mambo ya vijana wa kuzunguka zunguka. Unajua shangazi yako analalamika sana kila unapopita huko, Maiko. Yaani umekuwa gumzo kijijini kote mwanangu. Sasa na hichi chombo nachokununulia natakiwa uwe nacho makini, kwa sababu ndio kitachokuendeleza katika maisha yako. Sijui tumeelewana? Sawa mjomba, mimi nimekuelewa vizuri sana. Nashukuru yani kwa msaada wako ambao unahitaji kunipatia. Wewe sema sawa, alafu baadaye tena uanze kuleta tena mambo yako ya ujana hayo. Basi sawa, baadaye. Kazi njema. Mjomba. Asante sana. Ngoja bwana nipange vitu vyangu hapa sasa. Sawa, shukrani. Safi. Za kwako? Salama. Jana sikupata muda wa kuuliza jina lako. Naitwa Obedi. Obedi Mngara. Okay, Mr. Obed. Natumai ili gari unaniendesha sio yako. Ya, ni kweli. Basi kama utakuja kufanya kazi na mimi inabidi urudishe ile gari kwa mwenyewe, ili tutumie gari yangu mimi. Kabla sijakubali ama kukataa, kwanza ningependa kujua utanilipa kiasi gani kwa mwezi. Kwani kazi yako dereva mtandao unaingiza kiasi gani kwa mwezi? Kama mwezi unakuwa mzuri, yani mambo yamenyoka vizuri, sikosi kwenye 230,000 mpaka 250,000. Yeah. Okay, mimi nitakupa 700,000 kwa mwezi. Sawa. Basi kesho itabidi uniletee barua kutoka kwa mwenyekiti wako mtaa. Picha yako ya passport size, na pia itabidi ukutane na mwanasheria wangu kwa ajili ya kusaini mkataba. Sawa. Hamna tatizo. Yeah. Sasa hivi naelekea shopping, kwa hiyo vitu vingine nitakuelezea mbele ya safari. Okay, ila samahani. Bila samahani. Niwe nakuita nani? Madam. Oh, madam. Hilo ndo jina lako haswa, right? Endesha gari tafadhali. Sawa, madam. Shilingi. Wema. Abe mama. Simu yako inaita. Niangalizie nani anapiga. David.
Hello, vipi mama? Safi, za kwako? Nzuri tu, namshukuru Mungu. Uko wapi? Niko nyumbani. Vipi? Kama hutojali nilikuwa nakuomba siku ya Jumapili uje nyumbani, ila naomba tafadhali usimwambie baba yako kama unakuja nyumbani. Sawa, nitakuja. Si unapakumbuka? Ndio napakumbuka. Okay. Nakutakia siku njema. Aya, nawe pia. Yes. Nakutakia siku njema. Aya, nawe pia. Yes. Wema, Abe mama. huyo David ni bosi yake na babako? Hapana mama, ni rafiki yangu, nimesoma naye. Sawa. Una uhakika na unachoongea? Nina uhakika 90%. Wale wawili ni wapenzi. Lakini sio jambo baya. Michael kashakuwa mtu mzima. Aoe kabisa ikibidi. Yule msichana mimi simtaki. Mungu anisamehe tu. Dada, huwezi kumchagulia Michael aoe yupi na amwache yupi. Mapenzi ni kama ajali. Haya. Na wewe vipi? Vipi kuhusu mimi? Sikuelewa. Kuna mwanamume anataka kuoa mwanamke tasa. Mimi niache nihangaike tu na Michael. Wala tatizo sio tasa. Tatizo ni Michael. Tangu baba yake akuachie Michael, muda wote umekuwa kumfikiria yeye tu. Maisha yako bado ni marefu mbele. Iwapo Mungu atakujalia uhai, jaribu kuyatengenezea furaha. Mimi mbona na furaha? Zawadi, acha kuhangaika na mimi. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Salama Obedi. Okay, kuanzia sasa utakuwa unatumia ile gari kila unapoendesha. Nimesema kuanzia sasa utakuwa unatumia ile gari kila unapoendesha. Sawa. Kwa hiyo safari yetu inaanzia wapi? Okay, nipeleke ofisi za mubashara. Nitakuelekeza. Habari za kushinda? Nzuri tu madam, sijui wewe. Nzuri. Nilikuwa nataka kukuomba samani kwa ajili ya jana. Madam, labda nikwambie kitu kimoja. Kwa upande mwingine naona kabisa ni kosa langu, ila naomba nikuahidi kwamba hiki kitu hakitaweza kujirudia tena. Nashukuru sana kusikia hivyo. Ila kuna mabadiliko kidogo nataka uyajue kuhusiana na David. Kuanzia sasa
akitoka ofisini akahitaji kwenda sehemu yoyote tofauti na nyumbani, anaruhusiwa kwenda, unaruhusiwa kumpeleka. Sawa sawa. Ila nataka nikuombe kitu, naomba uwe karibu naye sana, umwangalie kila anapoenda, upajue anaenda wapi na anaenda kufanya kitu gani. Sawa madam. Basi itabidi kuongezea na mshahara, maana na kuongezea kazi ambazo sio za udereva. Asante sana madam. Mke wako anaendeleaje? Nashukuru Mungu amepata nafuu, ameruhusiwa kutoka hospitali. Na sasa hivi yuko nyumbani. Tulipanga na David tuje kumuona wiki hii. Sasa kwa bahati mbaya madam amechukuliwa na dada yake kwa ajili ya uangalizi zaidi. Samahani sana madam. Naona nina bahati mbaya naye sana. Kwa kweli madam. Bahati naye. Aya, basi. Jioni njema. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Mambo. Poa. Edna, usinifikirie vibaya wala ujisikie vibaya kwa maamuzi yangu niliyokuambia jana. Huna haja kujielezea kwangu Michael. Mimi naamini ipo haja kujielezea. Kiukweli sijaye kumuona baba yangu zaidi ya kwenye picha tu, na simfahamu mama yangu yuko wapi, kama yuko hai au amekufa. Kwa mujibu wa shangazi yangu alivyosema, baba aliniacha mdogo sana na kwenda kutafuta maisha, na hadi leo hajarudi. Edna, nakwepa sana kujiingiza kwenye mapenzi, kwa sababu sitaki kumleta mtoto ambaye mwisho wa siku anataabika kama ninavyotaabika mimi. Hivyo basi nilijiapiza sitapenda mpaka pale nitapokuwa na uwezo wangu wa kutosha kuanzisha familia yangu na kuihudumia kwa ujumla. Kama nilivyokuambia Michael, huna haja kujielezea kwangu. Moyo wako upo kwangu. Nimeliona hilo na nimelikubali. Kiukweli sijasema. Ninaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Ninaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Siku ukikutana na mtu atakayempenda kwa dhati kama nilivyokupenda mimi, basi amini usiamini, utasahau kiapo chako chote usijiwekea. Kwa hiyo kwa hiyo kesho tutaenda kwa uwanja, sio? Sio. Tulishakubaliana na somo gani? Lakini nitajaribu kwanza kuongea na Mr. Calvin, then tuone kama atakubali kuja kunichukua. Sikia, hata sipokubali, kuna huduma kibao tu za usafiri kupitia mtandao. Unaweza ukarequest. Ngoja tuone itavyokuwa. Sawa. Okay. Tunaona Jumatatu basi. Okay bro. God bless. Thank you. Take care. Shilingi, shilingi. Shilingi. Kuna jambo nataka kuniambia? Nina ombi. Ombi gani? Najua siku za weekend unapenda sana kuchini na familia yako. Ila nilikuwa nataka kuna sehemu niende. Sehemu gani? Kwa rafiki yangu. Rafiki yako ndo huyu Mope? No, ni rafiki yangu tu hakika. Mbona unacheka Mr. Calvin? Nimefurahi kwa sababu
Unajua tokea nimeanza kukufahamu sijai kukuona ukiwa na rafiki yako. Haya, nitakupeleka. Nitashukuru sana. Huyo msichana ndo atakuja kuwa Mrs. David? No, just my best friend. Haya. Kazi ndio kufanikisha lini? Nasubiri nafasi nzuri ijitokeze. Nafasi nzuri ijitokeze. Isipojitokeza? Dada, mimi wasipendi kupelekeshwa kiasi hicho. Sawa? Naomba nifanye kazi kwenye utaratibu wangu. Kama hutaki kufanya kazi na mimi basi. Mimi sijakuharakisha. Ila ninachotaka kufahamu hii kazi unaifanya lini? Kwa sababu hata mimi pia nina mipango yangu. Sitaki ije kuwa ghafla kama ulivyotaka kufanya jana. Ukuniambia kwamba yule kijana na ulinzi masaa 24. Ana ulinzi? Ulinzi gani? Sijui kama ni mlinzi ama ni dereva wake. Lakini huyu mtu anaonekana muda wote yuko naye. Nakumbuka ulisema kwamba haitakiwi huyu mtu tumdhuru. Sasa unafikiri kuna nini hapa? Ni kweli sitaki ukijana aumizwe kabisa. Ila dereva wake anaweza mkafanya lolote kama analitaka uzibe ili kazi isifanyike. Ikibidi atakummaliza. Nipe wiki moja ya kufuatilia haya mambo kwanza. Kisha nitakujulisha ni lini tunafanya kazi. Gerald. Jioni njema. Shilingi, shilingi. Shilingi, shilingi. Una uhakika sehemu yenyewe tunaokuja ni hapa? Yeah, kwa mujibu wa GPS yangu inaonyesha ndio hapa. Wait nimpigie simu. Sawa. Yes, hello Angela. Yeah, nimefika hii sehemu ambayo unaelekeza. Okay, I'm waiting for you. Anakuja bro. Sawa. Kwa hiyo nikufuate baada ya muda gani? I mean, masaa kama 3 hivi. Sawa. What is this? Kinga. No, Mr. Calvin. Mimi siendi kufanya hicho ambacho unachokifikiria. Just namsalimia tu. Hata mimi nimekupatia sio kama nakufikiria vibaya. Hii ni kinga tunabidi uwe nayo. Dharura ikitokea basi unaweza ukazitumia, lakini kama usipozitumia inabidi uzirudishe. Okay, thank you. Mwana kinyonyo kwa msubiri ndio huyu? Yeah. Basi ukishamaliza mambo yako utaniambia. Sidhani kama unaweza kutumia masaa 3 au. Wazo lako ni nzuri tu. Lakini sasa huwezi kuendelea kukaa nyumbani mpaka upewe hiyo pikipiki. Sasa nifanye nini? Mimi ninachokifikiria, endelea kwenda kwa mzee Mkude kulima. Ila badala ya kupata hizo pesa na kuzitumia zitunze ili zikiwa nyingi, ukanyoe hizo nywele na ununue nguo za kustaarabika. Ninyoe? Ndio nilivyosema. Swala la kununua nguo za kizee ili kustaarabika nitakusikiliza. Lakini swala la kunyoa nywele zangu.
Unajua sijakuomba, ila nachotaka ukanyoe. Shangazi? Hakuna cha shangazi. Ukifanya mchezo nitakunyoa ukiwa umelala. La, ukanyoe mwenyewe. Sawa, nitaenda kuzinyoa. Sawa. Kuna kitu kingine? Kipi tena? Au unataka hadi nibadilishe uso wangu? Nataka uone. Baadaye. Unakimbilia wapi? Mimi nishaona tena utaki mimi nikae hapa. Wacha nifanye shughuli zangu. Yaani swala la mwanamume kuoa liko pale pale. Baadaye. Hongera sana. Kweli Mungu amtupe mja wake. Hizi siku za mwisho pale ofisini nilikuwa sioni mwanga kabisa. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kumuendesha siku nzima? Ndivyo alivyoniambia. Na mama yuko vizuri na analipa vizuri. Mungu tu amweke. Yuko vizuri kivipi? Kila sekta. Mama hela anayo. Sura anayo. Halafu umbo sasa. Kama kasukumi zio. Uganza mambo yako. Unajua ukionaga mwanamke unafikiria mapenzi tu. No, mimi sijasema nawaza mapenzi. Mimi nimesema mama yupo vizuri, hivyo tu basi. Haya, anaitwa nani huyo mwanamke mwenyewe? Madam. Jina yake ndio Madam. Ndivyo alivyoniambia. Anaitwa Madam. Basi poa, mimi nataka nikuache na miadi na wewe. Miadi? Ya, miadi. Yaani miadi kama miadi au miadi kama miadi? Baadaye bwana unazingua. Lover boy. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Nice juice. Thank you. Nilizani unaishi na wazazi wako. Hapana. Wazazi wangu wanaishi Moshi. Na hapa naishi mwenyewe kama unavyoona. Okay. Nice house. David, acha kunitukana. Hichi kichumba si lolote na wala si chochote kwako. Unakusudia nini? Tuachane na hayo. Kuna swali huwa natamani kukuuliza kwa muda mrefu sana. Be free. Uliza. David. Yes. Una girlfriend? Okay. Don't worry. Okay. Lakini shati lako limechafuka. Usijali. Hapana. Siwezi kukuacha hivyo. Unaweza kuvaa t-shirt yangu nikufulie. Nje jua ni kali sana, litakaa kwa muda si mrefu. No, usijali. Okay. Kwako unaweza kuona ni sawa, ila kwangu siwezi kuvumilia kumwona bosi wangu yuko hivyo. Tuna kuchukua t-shirt ya kuvaa. Twende, please. Please. Yajayo kwenye shilingi. Asante sana kwa kuniumiza. Ila moyo wangu umefunzwa kulichukulia jambo kama lilivyo na sio kama ninavyotaka. Nisamehe Saju. Nini?
Mzigo wangu wakupa. Si umesema utumie, nipatie. No. Unajiona mjanja. No. Jisikie uko nyumbani. Usijali. Siamini kama nimekuza binti mkubwa kiasi hichi ambaye natarajia kuwa mke wa mtu hivi karibuni. Kama nakufananisha hivi. Haujakosea. Tulisoma wote shule ya msingi kabla hujama. Oh. Kumbuka sana. Unaitwa Mike? Hapana, naitwa Michael. Nimelifupisha tu jina lako. Kwa hiyo unanishauri nifanyeje? Inabidi uende kwa Sajo ukamwombe samahani. Nini nikamwombe msamaha? Nimemfanya nini au nimemkosea nini mpaka nikamwombe msamaha? Niko tayari kuoana na wewe Nicholas. Na nitakuheshimu kama unavyoniheshimu mimi. Asante sana.